Yo, Nyajema guys, maze, welcome back to another episode. Na leo nimekaa na mzama mwingine maze. Most of yo niko sure umemuona, but acha leo kuja saa interact na mafans one on one. Sindio sasa unaweza tuchapia wewe nani bana? Jo. So mimi naitwa okay, for now acha nieleze safari ya place nimeanza. Najua watu wengi wanajua kama MC Quiver. True that. Mimi najua kama MC Quiver, ndio. Kwetu wanajua kama MC Quiver. But recently nimechange jina juu ya branding na pia kujimarket. Unaona? Nilipata experience fulani huko nje like few months ago. Yenye nilikuwa club na unajua naitwa Quiver. So nikuja kwa Quiver ni kama na market. Quiver the Quiver launch. I don't have to join the manager wa Quiver ama the president of Quiver. Unajua Quiver ni big Quiver. Si ndio bana. Sasa ndo nika change to Tonieza. Tonieza bado is still my name. Ya but sasa ndo wasi wana pole pole. Sasa acha nikuulize sasa like Quiver si ndio ulianza na Quiver. Quiver alianza lini sasa? Quiver alianza kitambo. Mimi naweza kumbuka history yote nilianzia kwa kanisa. Walai. Sasa history yote ya Quiver sasa ilikuwa miaka gani sasa? Hapo hivyo unajua okay, unajua sasa mimi nilikuwa mkidi. Hapo Christmas umetrain kwa tunapamba wazazi pale church. Unaaktia wazazi, unaona. I bet ulikuwa ngadi hizi mako curriculum hivi. Kwa curriculum nilikuwa madrasa kwa primary nilikuwa chairman wa drama. Kuingia high school nilikuwa chairman wa drama. So ndio mimi nimefika state 2. Walai. Hadi sisi tukidai kufika huko umeshafika. Ni vitu hizo picha nilipoteza. Kibidi hadi na unye. Tulikuwa pale nilikuwa na present. Ilikuwa solo verse dramatized. Walai ndio kitu unafanya si kila mtu anaweza fanya. Unasikia wazi. Tu mimi ndio safi kuongelesha kambigi hivi. Wow, unasikia nika unaweza shiva tu yani unataka tu yani wewe mwenyewe unasikianga hivyo. Mimi sijaishtuka, unajua nimezoea. So ndio nilikuwa nasema hiyo kwanza kwa MC kilianza kwa kanisa. Kuna time kulikuwa na rally nini. Samsi akauliza nani anaweza MC. Sasa unaona wasomi kwa waoga. Mimi nikasema okay, mimi naweza jaribu kwa MC. Wallahi. So ni hivyo tu wageni wamekaa kulikuwa ni MP hiyo time. Na hiyo ndo first time. Na hiyo kujaribu tu like kick. So kukick after that kwa na sports za kanisa bado. Kanisa kadhaa zikakuja zikaunda teams kwa na sport nilikuwa tu big. Unajua wanasiasa wamekuja wameleta do. So nikasema bado nita MC. Nikajipata nimetangaza ball kitu sijaifanya. Naweza tangaza ball kama mkanai. Sio sema nini. Wewe si hadi mpira bana. Kwenye lango ndio wewe. Katikati ya uwanja anageuza anazelena anapiga mtamendi kule kutafuta. Nimepiga hizo swali za nini? Hiyo tunaita freestyle ama free sample bana. Ndio sasa. Anyways, lakini kuna kongana like challenges unaona nikao uende tuseme probably si una insist kwa booklet hivi. Kwa booklet. Upate like nika wasewaza nice na hype yako hivi. Unajua sasa before hadi uchukule kwa booklet lazima wanakutambua. Wewe ingia tu booklet kama ukutambui. Hizi klabu kubwa lazima wakutambue shughuli unafanya. Wewe ndio tunubambi wase. Lazima uwabambe. Sasa wewe kutoka MC Quiver hadi MC Tonieza unajua hiyo ni change like hiyo ni upgrade sasa. Like nini umefanya difference sasa juu tuseme MC Quiver alikuwa na MC kwa vitu za shule vitu ndogo sasa hizi hadi unaitoa mabukla unaona. Nini unafanyanga kuzieka out of the market huko hivyo? Hapo lazima tena ujitume. Lazima tena tujinganji. Wallahi lazima uingie kwa mfuko mshike. Upate hiyo shughuli. Unajua hii unajua kujimarket pia ngumu. Kujimarket ngumu. Unajua mimi najaribu kuangalia kazi yako. Unajua mimi kazi yangu naweza andika CV na vitu kama hizo. Sasa ni kazi yako inafaa kuwa recommendation. Hiyo sasa recommendation. Hiyo anaangalia recommendation. Umekuwa wapi? Nimekuwa pale Mombasa Bamburi. Sasa hiyo nimekuja kuomba kazi, ananiambia wacha tuangalie video zako IG. Akaangalia, akaona iko sawa, akanipigia.
Wala sasa IG yako uko like IG yako uko on. IG uko on. Unajua very active. Na mbaya sana. Actually acha kwanza tuambie ambia wase kwanza wanaweza kupata wapi. Sasa si ndio hiyo sasa IG ni MC Tonyeza. Pia TikTok unajua bado ni platform. Pia TikTok pia market bado ni MC Tonyeza. Unajua watu wanakonga tu siku tu wana scroll tu unaangalia tu someone video profile. Ndio hivyo tu endelee unajua bado ni support. Bana. Sasa support yangu naye big nimepata huko shule. Sasa ndo niliingia kwa Limelight. Unajua sasa niko home na mambo ya kanisa. Unajua sasa nimerezewa kwa Christian family. Mambo ya kanisa. So hadi ni KMC ilikuwa tu mambo ya kanisa. So kuja shule ni nini, so unajua na kwa civilized kidogo. Kitu nataka unadai kufanya. So nikapata na wasee wakanifunza game. Wase walikuwa wanatoka big up to MC Prank. Penda niingiza kwa game. Ni wapi like mimi niko first year niko fourth year. MC Lele. Nakubali. Kwa game sasa. Very nice. At least hao walikupatia hadi wanze confidence. Umesema ati unaweza MC like vitu mingi. Mimi ni general MC. Sasa unaona kuna wale sawa watu wajaba. Unaweza MC ya. Mimi na si kila MC. Unajua mimi ndani environment. Hizo kwa matanga ni MC juu ya environment matanga. Sasa una read room hadi. Na read room. Sasa tumesema umeitwa book sasa tumekifika reggae night. Uko hapo hivyo labda upigie watu story unaona vile mazee Jambi ile Jambi alikuwa anasema I survived 21 surgeries na story hiyo. Do you give your true stories ama zinakuanga saa zingine ni story? Unajua hiyo bora tu kwambe wasi. Unajua pia inalinganika, inaweza kuwa ni true story. Inaweza kuwa bado ni stories za jaba. Bado inaweza kuwa ni stories za wasee za mabeshte unajua. Kila siku tuna interact na kila msee like every day unapata na msee anapiga story yake unaona. Unajua ni vitu zingine unapata ni meme. Umesema kama meme unaona. Sipi wanakwambia kuna inaweza kuwa kitu ka inside joke. Inside si kila msee ataanda lakini kuna fulani tu inside fulani unaona. Lakini sasa ume MC a lot of Kenyan nini some musicians hivi ndio. Unaweza change nini kuhusu hiyo performance yenye hiyo kuwa bana? Kuchange. Do you already know ma musicians? Na mimi hadi Blake tulikuwa na Blake hapa hivi ni broad. Hadi ndia hiyo swali alikuwa na unaona as long as uko connected na music industry bado uko connected directly. Sisi ni indirectly to see listeners. Kitu kama hiyo sasa. Kitu yenye inaweza maybe kuchange kwa industry. So unajua sabi kwa profession yangu hiyo fulani maybe ni time. Unajua kuna ile yenye manager ama hiyo wanaitwa nini event organizers maybe anapatia limited time. Unajua for example tuseme nimepewa show ya kuanzia 10 mpaka 12. Unajua time for example kwa club ndio unapata hiyo time wasio wanakunywa. Hiyo si saa time wasio kuchangamka. So sasa unaanza kuchangamka kitu saa 6 mpaka saa 9 na masaa zako zilishaisha kita. Waweke time at least time. Hiyo time yenye ukiingia watu zao zimeshika tu ni kuzoza. Watu wamembaki ni nini hadi msee anaacha kutumia simu wanatumia simu na kusikiza. Bana. Unajua hiyo time nyingine kuanzia 10 na mtu ameingia bukla anadai sando akunywe zishike at least nini. Unayote mambo tinje anakusikia tu kibonga lakini unajua pia kumotivate. Sasa vile ulianza kuifanya like as a profession akana na sasa si actually shout out to MCT bana. MCT ndio amepatia platform mzee. Shukrani sana to organizers. Sasa vile ulianza kuifanya professionally MCs waulipishanga pa session ama pa hours ama kitu hiyo. Hiyo pia unajua inalingana na event ni gani. Vile mtabonga ama vile mtabonga. Unajua unaweza enda kwa harusi. Msee akwambie hii harusi yangu pesa naweza kupatia mwisho maybe 70 Gs ama 50. Na nikutoka asubuhi na ndo unatanza nikaa kuna waziwa mzuri. Unajua hizo ni hizo events zingine. Zile zimewekewa party. Unajua mnaweza anza soma malizane kwa 70. Unajua hapo uko hapo full time.
Ukai bana siku mzima. Wewe tu kazi ni kuitisha tu maji tu, wewe unakonga tu maji. Lakini uliona hii miendo. Kameramani. Ndio hiyo sasa, ndio. Unajua hadi udishi, unataka kudishi. Wewe unafoka na bonga, watu wanadishi lakini unafoka na bonga. Wallahi wewe lazima uweke msasi. Msiaziweke, ni asibonde, msiajibambe. Unaona. Tuseme like one of the greatest gig ushaifanya ni gani? Gig nimepiga bigi. Ni hadi uko proud of bana. Nimepiga. Okay, huku Meru ni Watanashati Festival. Nimekumbuka lakini siku ya tenda. Hiyo ilikuja na kina KRG, Otile Brown. William C. Omazoma. Big up to K for Watanashati Hussein, unaona sana. Ndio manager J Soul. Ni boys wangu mbaya sana. Bana yenyewe wazee wasonga fa. Unajua sasa nikuulize tumesema umefanya Watanashati. Unaambia Betika pia alinipatia gig. Ati gani hiyo? Kuna Betika fulani ya kwanza. Ati Betika alinipatia gig. Sasa ulikuwa unasema hizo ni Meru pekee. Hizo ni Meru. Umefanya hadi outside Meru, sasa unaona si wewe unakonga Meru full time sasa hivi. Meru full time. Sasa kuna zenye unapatanga outside Meru. Si juzi nimekuwa hiyo sio kwa holiday. Nimekuwa Mombasa. Wallahi nimepiga show Bamburi. Screenshot inaitwa Super Sports. Bamburi. Nikapiga pia Club Mios, pia kwa Bamburi na Times. Hadi kubamburi. Wewe sasa una feel umefika pale umefika ama nikuulize swali. Unajiona wapi in the next 5 years? In the next 5 years. Unajua kitu ya kwanza ni bado nifike international. Mimi siangali bado kuko hapa East Africa ama Kenya. First of all nataka nigonge Kenya kwanza. Mfuishi Kenya nijipatie ultimate ya mwaka mmoja. Next year nataka sana niseme Ismaia. Na impush kabisa hadi kama ndio kwa mfuko nitashika. Ningie. Na nzuri unakuwa na consistency bana. Wewe unakuwa kujituma daily. Wewe uko wangi umelalisha ni kama mtandao hadi unakuwa tu on kila saa. Kujituma daily unaona. Si ndio unaona kuna ule kijana wazee hadi anaambia na mamurio wake, si ndio? Ati wewe si ujaribu bana, unaanga vile unabonga na wasee, jaribu kwa MC, lakini yeye hakuongoza. Lakini unaweza mpatia advice gani? Advice. Unajua pia ni consistency juu na asiko na pride. Zizi atana na consistency tuseme like dia kwanza kiingia. Kuna boys na coach sahi hadi tunataka juu kutoka Meru. Anajua anatulindia Meru uni. Anaenda gigs around Meru. So kuna mimi coach sahi at least ana push V50. Anaitwa MC Piasi. Ana push 50, so unajua namwambia tu yeye akwe tu asione ati hawezi. Mimi siko najua nitaweza. Unaona? Unajua the moment umeka mentality ya naweza fanya shit. Naweza fanya shit. Juu unajua sauti naongea zaidi, si sauti tuongea kwa mic. Sasa yeye hapo anajua kuongea kwa mic. Alafu nianze sauti haipoteani. Haiwezi potea. Kuna potea mimi kama umekuwa na gigs kama 3 like 3 days consecutive. Wallahi. No man, wallahi niko shughuli kwa mimi. Unajua mbona kuna gig Thursday, Friday, Saturday. Na bado kuna Sunday. Sapo hivyo ndio unamkamande tena uwezi bonga. Unapata sasa mtu kama bado nilikuwa studio time. Sasa unapata ni ngumu tena kuingia kidari. Sasa na apart from being an MC, unaweza kuwa na talent ama kitu kaa hiyo, like if you are not an MC ungekuwa unafanya nini? Bado ni actor. Simekwambia nimefika mpaka state top. Ulisema ulikuwa mazee hapo mko kabisa mbaya sana. High school nilikuwa chairman, primary chairman wa drama and music. I can tu kwa ndamo, si ndio? Wewe mnaye tu kila msetu anakuwa tu amechakamuka hadi mkoro. Alafu sasa kuna wale wasee wenye walikuwa wanakujua before akiwa MC. Unaweza waambia nini? Unafikiria ni kama wanakonga na wrong perception, like kitu yenye hawajui kukuhusu ama wanafikirianga kukuhusu na ikuangi ukweli. Unajua mimi niko hapo nje. Sometimes nakonga serious. Sometimes naweza kuwa tu niko too serious, lakini hiyo serious wasichukulie juu. Mimi yule msema vibe.
niko social sana. Ugongi umebonda. Unajua ile kuna ile point yenye unatembea street uko solo, mtu atakuwa na boya kwa serious sana. Si unatembea kusmile. But the moment interact na mimi tunaamini msemfiti. Mimi msee niko social, tutacheka, tutaongea, tutafanya nini, unaona? Wasio juange vile niko social. That's why unapata wengine wananiogopa. Siji mara niko class nyingine hapana. Mimi kitanani naweza zamini Kenya. Mimi najua penye nimetoka. Mimi najitambua. Bana usawi. Mimi sema ati niko class nyingine hizi. Hiyo class uko penye mimi niko. Unaona? Sasa hiyo ndio kitu yenye mafanzo wanaweza kuwa wanafikiriana ni. Wanafikiri ndio class nyingine hawezi nifikia. Ukinitext mimi by that ukinitext sasa utapata nimereply. You're just a human. I'm just a human manze. Wasifikiri hivyo. Wasiye manze jo. Anyways manze tuko about to the end na nataka unaona kwa the new people wenye sawa kujui. Unaweza waambia nini like unaweza ambia nini the fans alafu wakwambia the fans. Manze, thank you for your support Joe. Najua bila nyinyi hatungetoboa. Najua kuna venye ile time unaweza fika stage wase wakubu. Usikia hadi hao ndio nikani mabosi wao. Hao ndio mabosi hao ndio wananilipa. Hao ndio wananilipa. So upata wase wanakubu meaning huwezi piga show. Uwezi. Akituka hiyo ngoja kitu hiyo kifanyika unatokanga. So unajua sasa huwezi piga juu sasa audience yako hautambui. Hautambui so kuna show utapiga hapo. Lazima ukija hapo umechangamuka. Unaona ndio maana unapata ni straight na wase. Msio ukisema ati wakini introduce stage msikuiva. Unasikia watu wameshout. Yaani pia una feel hiyo energy. Wasenya wamekutambua mbona. Unaona. Ni kazi inafanya. Ukipiga shughuli safi usani kutambua. So unashukuru bana kwa support. Hadi sisi wetu pia tunashukuru mazee. Jukasi wao. Ni kweli mazee shukrani sana. Juu umekaa chini na wifi kako ama ka bundles kako. Unaangalia hii podcast, unaona. Hiyo ni support na. Anyway mazee, thank you for being like a guest hapa hivi. Na umekaribishwa tena. And that's it guys for today. Don't forget to like and subscribe. Adios.